Hivi umeshawahi kusikia kuhusu makundi hatari ya kihuni yanayojihusisha na madawa ya kulevya? Najua umeshawahi kusikia habari zao, lakini nina uhakika habari hii hukuwahi kuisikia kamwe. Basi kulikuwepo na kundi linalojihusisha na madawa ya kulevya huko Uingereza, lakini cha ajabu ni kwamba kundi hili lilikuwa chini ya kijana mwenye umri wa miaka 16, na ndiye aliyekuwa analiongoza. Ni kijana gani huyo? Na kwa nini ana uwezo wa kuendesha gang la madawa ya kulevya? Ni pawa gani alikuwa nayo? Ndiyo maana nipo hapa kwa ajili hiyo mwanakitaa. Nitakujuza kila kitu. Lakini kama bado haujatufollow wala kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, hakikisha unafanya hivyo haraka sana. Hii ni Simu Kitaa, the future of your fingertips. Na msimulizi wako ni Joakim Kakambu. Mwaka 2013, kijana mmoja mwenye umri wa miaka 16 huko Uingereza, naye alikuwa akifahamika kama Max, aliunda program kwenye simu yake. Program ambayo ilikuwa inawasaidia watu kukutana pamoja na kufanya biashara ya madawa ya kulevya mtandaoni. Max alikuwa ni kijana mwenye ujuzi wa kiteknolojia na alizoea kutumia muda wake mwingi kufanya mambo mbalimbali ya program pamoja na uchunguzi wa kina mtandaoni. Ndipo Max akaamua kuanzisha program yake, program ambayo aliiita Silk Road 2.0. Na kwenye program hiyo, watumiaji wa madawa ya kulevya walikuwa wanafanya biashara kibosi kabisa. Yaani unaingia zako kwenye program, unakutana na wateja au wauzaji, mnakubaliana bei kisha mnamalizana. Na hili lilikuwa soko la kisasa kabisa la vitu vya kihalifu. Na Max ndiye aliyekuwa kontawa, na aliweza kutengeneza teknolojia ambayo iliifanya miamala yote inayofanyika isiwe wazi, na pia aliweka mfumo wa ukaguzi wa wateja ili kujihakikishia huduma bora kabla ya kufanya manunuzi. Yaani kwa ufupi, mambo yalikuwa ni mazuri kweli kweli. Na ndani ya miezi michache tu, programu hiyo ilipata maelfu ya watumiaji, na hii ikamfanya Max aingize mamilioni ya pesa. Maisha yake yalikuwa ya kawaida tu mchana, kijana mpole, mzembe, lakini ikifika usiku, yeye ndo alikuwa kontawa wa gang kubwa linalojihusisha na madawa ya kulevya. Shughuli za Max zilivyozidi kuwa kubwa, ziliifanya FBI pamoja na shirika la Uingereza la upelelezi wa jinai NCA kuanzisha uchunguzi mkubwa na kufuatilia ni nani aliyekuwa nyuma ya program hiyo. Kwa kutumia teknolojia ya kisasa, walifanikiwa kufuatilia miamala ya pesa iliyokuwa inafanyika hadi nyumbani kwa Max huko Uingereza. Na jeshi la polisi likavamia nyumbani kwa Max na kumkamata. Walikuta ndani kwake kumejaa vifaa vya teknolojia vya hali ya juu, pesa za kutosha, naye akachukuliwa na jeshi la polisi na programu yake ikafungwa hapo hapo. Huyo ndiye Max na mambo aliyokuwa akiyafanya miaka hiyo. Na hii ni Simu Kitaa, na hivi ndivyo tunavyofanya miaka hii. Na mimi ni Joakim Kakambu, ndiye niliyekusimulia wakati huu.